Oprah Gray Winfrey, huyu ni mwanadada, mwanaharakati wa kwanza na bilionea wa kwanza Marekani mwenye asili ya Kiafrika. Aliwahi kusema hivi: kujifunza si ubinafsi na huwezi kutoa kitu ambacho huna, akiwa na maana kama umedhamiria kujifunza kwa mtu fulani, it means unaamini kwamba huyo mtu ana kitu cha tofauti ambacho wewe ukikichukua basi kinaweza kukusaidia kufika sehemu fulani. Tukirudi wakati tunasoma shule za sekondari, kwenye masomo ya civics, kwenye ile topic ya uongozi, tulifundishwa kwamba sifa ya kiongozi bora ni kujifunza kutoka kwa wengine. Vile vile kwenye kanuni za mafanikio tunasema moja ya kanuni ili ufikie mafanikio ama uhuru wa kiuchumi, lazima ujifunze kwa waliofanikiwa. Ukienda kwenye mitandao ya kijamii ukatafuta kwenye takwimu mbalimbali, ni yapi makabila yaliyofanikiwa zaidi kwenye upande wa biashara, kabila namba 1 litakuja Wachaga na kabila namba 2 itakuja ni jamii ya Wahindi waishio Tanzania. Sasa leo tutajifunza ni mbinu gani zimepelekea hawa Wachaga na Wahindi wakafikia mafanikio ya kibiashara. Karibu sana bwana, kama ndo kwanza unajiunga nami, mimi ni MS Augustino Baltazar Mbwale. Mimi ni mhamasishaji wa masuala ya kifedha kuelekea mafanikio. Karibu ni follow kwenye mitandao yangu ya kijamii kwa maana ya TikTok, Facebook na Instagram, lakini usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata video na mafunzo yangu. Sasa tukianza na Wachaga, mbinu namba 1 ambayo imepelekea mpaka hapo walipo, wanasema wana utamaduni wa kufanya kazi. Kwa hiyo mbinu namba 1 ambayo imewapelekea wafike hapo walipo ni utamaduni wa kufanya kazi. Wenyewe wanasema kwamba nguvu ya mtu ni kazi. Uvivu kwenye kabila la Kichaga ni aibu kubwa katika familia nzima, na ndio maana basi familia za Kichaga zinawafundisha watoto wao kufanya kazi kwa bidii tangu utotoni mwao. Wao wana msemo wao wa Kichaga ambao unasema kia ilia ikunde, wakimaanisha kwamba kila siku ni siku ya kazi. Kwa hiyo mbinu namba 1 ambayo Wachaga imewafanya wakafika hapo walipo ni utamaduni wa kufanya kazi. Hawa watu bwana wanafanya kazi kwa bidii sana. Na jambo la pili linalowatambulisha Wachaga waonekane kama ni kabila tambulika kama ni kabila la wafanyabiashara ambao wanafanikiwa zaidi, ni historia ya kibiashara katika mkoa wao wa Kilimanjaro. Wachaga katika karne ya 19 walifanya biashara na Waswahili na Waarabu na Wasukuma. Wachaga waliuza chakula, pembe za ndovu na watumwa, lakini wao walipata mifugo na silaha. Na akina Mangi kama Lengua wa Kibosho pamoja na Sina yule wa Machame walikuwa ni wafanyabiashara. Hivyo basi biashara ni utambulisho wa Wachaga, na wao biashara si kitu cha ajabu, ni kitu ambacho kipo kwenye damu tangu karne ya 19, na kwa sababu mababu zao walifanya hivyo, basi wao umekuwa ni utambulisho wao wa moja kwa moja na wamekuwa wakifanikiwa sana kwenye eneo hilo. Jambo la tatu ambalo linawatambulisha Wachaga mpaka sasa wawe ni moja ya kabila lililofanikiwa zaidi kwenye upande wa biashara ni mfumo wa ardhi ya mkoa wa Kilimanjaro na kilimo cha kahawa. Mfumo wa ardhi ya mkoa wa Kilimanjaro ni ndogo na asilimia kubwa ya hiyo ardhi yao imegawanywa kiurithi. Kwa hiyo kijana akishakuwa hawezi kutegemea ardhi ya wazazi pekee, lazima atafute njia mbadala, na hakuna njia nyingine mbadala zaidi ya kufanya biashara. Ndio maana Wachaga wengi sana wamekuwa kisambaa kwenye mikoa mingine kwa ajili ya kufanya biashara. Lakini kwenye upande wa kilimo cha kahawa, mkoa wa Kilimanjaro ndo mkoa wa kwanza tangu karne ya 19 ambao ulilima zao la kahawa na walifanikiwa zaidi ya Wachaga. Hivyo basi baada ya kupata lile zao la kahawa waliliuza, na baada ya kuuza zile fedha hawakuzitumia kwa anasa, waliwekeza kwenye maduka yao, lakini pia walinunua magari kwa ajili ya kuwasaidia kwenye shughuli zao. Na jambo la 4 basi ni mtandao wa kushirikiana, kitaalamu tunaita kishari. Mchaga mmoja akifanikiwa basi anavuta ndugu, jamaa na marafiki zake. Baadaye basi wanakopeshana mitaji kwa riba ndogo, lakini pia wanakopeshana vitu vya madukani. Kwa hivyo basi Mchaga mmoja akishafanikiwa dukani anakuwa na network ya watu kama 10 au 20 nyuma yake. Hivyo basi imepelekea Wachaga kuwa wanafanikiwa zaidi kwenye masuala ya kibiashara, na hawa jamaa ni waaminifu mno, ni waaminifu mno. Hivyo ukimkopesha mtu anarudisha kwa wakati. Kumbuka, si Wachaga ndo kabila pekee ambalo limefanikiwa zaidi kwenye biashara. Yapo makabila mengine, lakini si Wachaga wote ni matajiri. Basi wapo ambao wanaishi maisha ya kawaida, lakini Wachaga biashara umekuwa ndo utambulisho
kwao. Yani ukitaja Mchaga basi watu wanaamini kwamba ni mfanyabiashara. Na tukija kwenye upande wa Wahindi ama jamii ya Wahindi waishio Tanzania au Afrika kwa ujumla, jambo la kwanza, hawa jamaa walikuja kama wafanyabiashara. Walifika pwani ya Afrika Mashariki mnamo karne ya 19 na sultani wa Zanzibar aliwakaribisha kwa sababu walikuwa na ujuzi wa mahesabu, lakini walikuwa na ujuzi wa mikopo, lakini pia walikuwa na ujuzi wa biashara za kimataifa. Hivyo baada ya kuwakaribisha hakuwapa ardhi, basi walijenga maduka vijijini na wakawa mawakala wa makampuni kutoka Ulaya. Ukienda Kariakoo utakubaliana nami, basi utakuta maduka ya Wahindi. Mmoja labda ni wakala wa kampuni ya Hisense, mwingine Alitop na zinginezo. Kwa hiyo hawa jamaa walikuja kama wafanyabiashara kwa sababu ya ujuzi wao wa mahesabu, mikopo pamoja na biashara za kimataifa. Jambo la pili ambalo linawasaidia jamii ya Wahindi waishio Tanzania au Afrika wanakuwa hapo walipo, ni mtandao wa uaminifu wa kifamilia, wa kusaidiana, kitaalamu tunaita hawala. Biashara nyingi za Wahindi, anaanza babu, anakuja mtoto, anakuja mjukuu. Hawa jamaa wana mtindo wa kusaidiana, na hata pesa zao hawaweki benki, wanahamisha kutoka familia moja kwenda familia nyingine. Na huo mtindo wao wa kukopeshana, kwa sababu ni waaminifu sana na wanakuwa wanarudisha kwa wakati, hata benki zinawapenda sana hawa jamaa. Yani familia yenu ikikopeshwa pesa isipolipa, ni familia nzima inaaibika na haiwezi kupata msaada tena. Kwa hiyo hilo ndo jambo ambalo linawafanya Wahindi wengi wanakuwa waaminifu, lakini biashara zao zinakuwa zinatembea kwenye mtiririko wa namna hiyo. Na jambo la tatu sasa, kwenye upande wa Wahindi, wana utamaduni wa kuwekeza, si kutumia. Yani Wahindi wanawafundisha watoto wao tangu utoto wao kwamba kuna utofauti kati ya asset na liability. Kuna utofauti kati ya vitu ambavyo vina faida kwa maana vitakuingizia pesa na vitu ambavyo vitakupotezea pesa. Utakubaliana nami kwamba hawa Wahindi tunaamini kwamba ni wabahili zaidi, lakini ukweli ni kwamba wamefundishwa utofauti kati ya asset na liability. Ndio maana unakuta kuna Muhindi anamiliki kampuni kubwa lakini anaendesha Corolla ya zamani sana. Unakuta kuna Muhindi ana biashara kubwa zaidi, lakini gari analotembelea wewe unadhani kwamba haliendani na pesa ama na faida ambayo anaipata kwenye biashara zake. Kwa hiyo hawa ndo utamaduni wao. Tangu utoto wanafundishwa tofauti wa asset na liability, lakini pia wanafundishwa kuishi chini ya kipato chao. Yani Muhindi kama anapata 30,000 basi anahakikisha anatumia shilingi 5,000 pekee na pesa nyingine anahifadhi. Basi hii sasa inawafanya wawe wana mitaji mikubwa kizazi hadi kizazi. Na jambo la 4 ambalo Wahindi wanalo ni mtandao wa kusaidiana kijamii, tunaita community. Hawa jamaa wana vikundi kama Ismail, Hindu Manda, na vikundi vingine ambavyo katika kukutana kwao basi wanafundishana namna ya kufanya biashara, lakini wanakopeshana mitaji. Lakini pia kwa yule ambaye anatengeneza bidhaa au anakuwa na biashara fulani, anahakikisha anawauzia wenzake kwanza kabla ya kuuza nje. Kwa hiyo hiyo ni moja ya jambo ambalo linawafanya Wahindi wengi basi waweze kufanikiwa kwenye biashara. Wana ushirikiano wa kijamii kwa maana ya community. Na jambo la 5 na la mwisho basi ambalo hizi jamii za Wahindi walifanya tangu karne ya 19 baada ya kukaribishwa na sultani wa Zanzibar, walifungua maduka madogo madogo kwa maana ya duka work. Duka work ni maduka madogo madogo ambayo mwanzo walikuwa wakiuza sukari, wakiuza chumvi, wakiuza nguo, na baada ya miaka 40 basi ile faida waliokuwa naipata walikuwa wanairudisha kwenye biashara zao. Baada ya miaka 40 familia inaanza kumiliki supermarket, kiwanda kidogo kidogo. Na kumbuka, utajiri si jambo la ghafla, ni process ya muda mrefu. Kwa hiyo hilo ndo jambo la mwisho ambalo jamii nyingi za Wahindi zilifanya na mpaka sasa tunawaona hapo walipo. Na hayo basi ni mambo machache kati ya mengi ambayo nimekuletea uone basi kwa nini Wahindi na Wachaga wanatambulika kama ni makabila yanayofanya biashara zaidi. Kumbuka, si Wahindi wote au si Wachaga wote ni matajiri, au si makabila pekee yaliyofanikiwa kwenye biashara. Kuna makabila mengine mengi ambayo yamefanikiwa kwenye biashara, ila basi jamii ya Wahindi na Wachaga ndo watu pekee ambao wanatambulika kama ni wafanyabiashara. Niambie basi kwenye comment section hapo chini umejifunza nini juu ya somo langu hili la leo.
Mimi ni MS Augustino Baltazar Mbwale, mhamasishaji wa masuala ya kifedha kuelekea mafanikio. Karibu ni follow kwenye mitandao yangu ya kijamii kwa maana ya TikTok, Facebook na Instagram. Lakini pia usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata video na mafunzo yangu. Lakini pia uendelee kuscroll uone mafunzo niliyofundisha kwenye kipindi kilichopita. Nimefundisha mambo mengi. Kuna siri ya utajiri, namna ya kupata utajiri, namna ya kutunza fedha na mambo mengine mengi. Karibu sana bwana.